Balaa linaanzia ndani ya jumba la kitajiri. Mwanamke mmoja anayefahamika kama G alikuwa akitembea ndani ya nyumba yake. Kwa bahati mbaya sana akajikwaa katika stuli ambayo ilikuwa imeachwa na wafanyakazi. Alipiga kelele nyingi sana. Mjomba wake pamoja na nyomi la wafanyakazi wote wakawa wametimba eneo la tukio. Akauliza, ni nani aliyekuwa amenitegeshea stuli ili niweze kuanguka? Na nikimgundua mtu huyo, basi naahidi adhabu kali juu yake. Hata ningekuwa mimi juu ya adhabu kali nisingejitokeza. Ndivyo ilivyokuwa. Hakuna mfanyakazi alichomoka hata mmoja. Hasa jeuli ya mwanamke huyu anayefahamika kama G ambaye ni kipofu wa macho alifukuza wafanyakazi wote kwa siku moja. Huyu dada ana shida gani? Historia inaturudisha nyuma miaka kama 5 iliyoweza kupita. Dada huyu anayefahamika kama G alikuwaga ni kiongozi wa timu fulani hivi inayocheza densi ya ballet na alikuwa akiongoza, lakini kwa bahati mbaya siku moja katika tamasha akaangukiwa na viupa fulani katika macho na akasababisha upofu wake. Mbaya zaidi ni kwamba hata wazazi wake hawakukawia sana, wakapoteza maisha. Tena ilikuwa ni kwa ajali mbaya sana ya gari. Mwisho wa siku mtu aliyechukua jukumu la kumhudumia bidada akawa ni mjomba wake. Simu zilikuwa zikipigwa kutokea hospitali kubwa tofauti ndani ya nchi ya Korea, lakini kwa bahati mbaya hakuwepo daktari yeyote aliyeweza kuyatibia macho yake. Simu za kukosekana kwa daktari anayeweza kuyatibia macho ya bidada ilikuwa inamvunja sana moyo, na alikuwa akimchukua mbwa wake na mara tu anaenda kutembea katika mitaa kwa hasira sana. Lakini katika wakati huo tunaonyeshwa juu kabisa ya jengo la ghorofa kuna mwamba mmoja anafahamika kama Dani. Huyu jamaa akawa amejirusha kutokea ghorofani na mara ghafla mbawa zikachomoka. Huyu mwamba ni malaika Dani na ni miongoni mwa malaika wenye huruma sana. Siku ya leo alikutana na mzee mmoja akiwa amepakia mbwa katika juu ya gari, kitu ambacho alijisikia vibaya sana kuona kwamba wale mbwa wamefungwa vibaya. Akajipenyeza na kuingia ndani ya hili gari ambalo mzee huyu mfuga mbwa alikuwa amepakia mbwa wake, lakini huyu mzee alikuwa amuone, akaanza kumfanyia miuzauza fulani hivi. Mzee mwisho wa siku akapoteza mwelekeo na kuangusha gari yake. Mbwa wote waliokuwa wamefungwa wakaondoka eneo lile, lakini kuna kambwa kadogo hivi kwa bahati mbaya kutokana na mwanguko wa gari kakawa kameweza kupoteza maisha. Mwamba akaisafirisha roho yake na kuilaza mahali pema. Mshikaji kila anapotekeleza jukumu jema, basi huwa kuna credit ambazo huwa anazipata na kuna mahali ambapo anapatarajia kufika, lakini siku ya leo alisikia kuna mbwa anabweka mitaa jirani na makaburi, na kumbe alikuwa ni yule mbwa wa bidada G ambaye anamtumia sana kutembea naye katika mitaa. Kumbuka kwamba bidada G ni kipofu. Sasa kuna wauni wawili walikuwa wakisema kwamba unajua vipofu wote wanatakiwa kukaa nyumbani, sio kuja kutusumbua huku mtaani, mnatutamanisha. Sasa bidada akawa anaomba msamaha kwamba naomba basi mnisamehe, lakini wakazidi kumsogelea kwa jirani, kisha akatoa kichupa fulani na kumwambia kuwa unatakiwa kunywa kinywaji hichi bidada. Na kadri bidada G anapozidi kugoma ndivyo akazidi kumzabazaba kidogo katika maeneo ya makalio yake na kumshika katika maeneo ya kifua, kitu ambacho kikaanza kumkela huyu malaika Dani. Na wakati mwamba Dani anataka kwenda kumsaidia bidada, mara bidada akatoa ile fimbo yake ya kipofu, akaichomoa ile fimbo na kuanza kuwatandika hawa miamba. Walishangaa sana kuona kwamba bidada anaitumia fimbo yake vizuri na amewaweza wote. Na baadaye bidada akawa anaondoka katika eneo lile, lakini kila akikumbuka kwamba miaka 5 iliweza kupita nyuma alikuwa anaona, akajikuta anatamani kuanza kulia. Akafikicha macho yake kwa hasira akisema kuwa nilikuwa naona mimi. Ukweli ni kwamba bidada amelia sana kutoka siku aliyopoteza uwezo wa kuona, kwa mpaka machozi yamekauka na hana uwezo wa kutoa machozi tena. Ghafla tu mvua ilikuwa inanyesha, akafurahi kuona kuwa mvua ilikuwa imemsaidia kumwaga machozi. Na mwamba Dani alipoona mvua hii inamnyeshia bidada kwa wingi sana na bidada amerelax tu, basi moja kwa moja akaenda akakaa kando ya bidada, kisha akaweza kuistopisha ile mvua na akaweka jua liweze kumulika wakati huo. Lakini ghafla bidada G akasema kuwa we ni nani uliyekaa kando yangu? Mwamba Dani akashangaa sana kwa sababu si kawaida ya binadamu yote kuhisi wala kugundua kwamba malaika yuko kando. Jamaa ikabidi kusogea pembeni kidogo, lakini ghafla bidada akamuuliza, ni kwa nini unasogea pembeni? Mwamba kabaki anashangaa mdomo wazi. Na kisha bidada kwa asili akanyanyuka na kusema kwamba usizani kwa sababu siwezi kuona basi siwezi kufanya kazi viungo vyangu vingine. Ukweli ni kwamba ninahisi kabisa kwamba kuna uwepo wa mtu kando yangu. Mwamba alikuwa kimya tu, akajaribu kuuliza, hivi unasikia sauti yangu? Bidada akasema, kwa hiyo nisikusikie kwa sababu gani? Na kusikia vizuri tu, kwani uko hapa kando yangu? Malaika Dani alipigwa na butwaa kwa sababu kutokea dunia ilipoweza kuumbwa hakuna binadamu aliyewahi kumuona, kumuhisi wala kumsikia. Ni kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Alafu bidada naye alipo na mashauzi akamwambia kuwa toka hapa kando yangu kwa sababu sihitaji kukaa na mtu yoyote. Mwamba kauliza akasema kwamba ina maana hichi kiti kimetengenezwa kwa ajili yako? Hichi kiti bana kimetengenezwa na serikali. Bidada G ana mdomo mchafu sana, akamfungukia maneno machafu mwamba mpaka matusi ya nguoni. Jamaa kabaki anafumba mpaka mdomo, unamtukana malaika, kimoyomoyo anajiongelea, lakini mwisho wa siku bidada akamvamia na kuweza kumkunja. Bado mwamba Dani akazidi kushangaa kuona kwamba kuna binadamu mwenye uwezo wa kumshika katika maisha haya. Mwamba alipigwa na butwaa sana. Wafanyakazi wa ndani walikuwa wametawanyika kwenda kumtafuta bidada kwa sababu alikuwa ametoweka ndani ya nyumba kwa hasira, wakaweza kumkuta huko katika maeneo ya kupumzikia. Lakini huyu mwanadada alipoweza kufika alimkuta bidada anahangaika katika kiti anamtafuta mtu aliyekuwa amekaa kando yake. Huyu mwanamke
anayefahamika kama Bathra alikuwa yuko kando hapa, akabaki anashangaa kuona kwamba haya matukio mbona siyaelewi kabisa, bidada anahangaika kutafuta nini pale. Lakini mwisho wa siku bidada akaweza kuikuta leso, na kumbe hii leso wakati Malaika Dani anakunjwa katika maeneo yake ya shati alikuwa ameiangusha, na bidada akaweza kuiokota na kuichukua. Na kwa faida yako tu ni kwamba kile kileso ndo kitu cha msingi zaidi kwa yule Malaika Dani kuweza kufanya kazi zake. Kama akikosa ile leso, basi shughuli inakuwa ni pevu sana, hasa huku upande wa pili Malaika Dani kutokea asubuhi mpaka nyakati hizi bado haamini kana kwamba ameweza kuonekana. Nyakati za usiku hizi akasimama katikati ya barabara, kisha akanyosha mkono wake. Kwa bahati mbaya hakuna gari iliyoweza kumgusa hata moja. Swali ni moja tu linalounguruma katika akili yake, ni kwa nini sasa yule bidada ameweza kuniona na kunisikia, au ninaota mimi mwenyewe malaika? Na wakati anaendelea kujiuliza, ghafla kuna gari ilikuwa imepita kando yake, na mwisho wa siku ikawa imeweza kumgonga paka baada ya kugonga nguzo, kitu ambacho kikamsababisha mwamba kama kawaida aende kwa yule paka ili aweze kuchukua roho yake na kaipumzishe. Lakini jirani tu na huyu paka, mwamba akaanza kukumbuka matukio ambayo kiongozi wake alikwenda kumsii siku za hivi karibuni, akimwambia kwamba umebakiza kazi moja tu, baada ya kuikamilisha kazi hiyo basi utakwenda kubadilika na kuingia katika cheo chako ambacho unatakiwa kuwa. Na huyu kiongozi wake akamwambia kuwa kama ukishindwa kutimiliza kazi hiyo, basi hakika utakuja kutoweka kama mshumaa unavyoisha. Hasa mwamba baada ya kuipumzisha roho ya yule paka kwa amani, mwisho wa siku akawa anarudi nyumbani ili kutazama katika eneo lake la koti la suti, akagundua kwamba kitambaa chake hakipo. Katika kuvuta kumbukumbu akakumbuka kwamba yule bidada alipokuwa amemkuida, huenda yule ndo alikuwa ameiangusha ile leso katika mitaa ile. Basi akasema haraka sana anatakiwa akachukua ile leso kwa sababu amebakiza masaa 12 tu aweze kupanda nafasi yake na aondoke katika ulimwengu huu. Mwamba alitafuta ile leso mpaka alichoka, akakuja kugundua kwamba huenda yule mwanamke ndio alikuwa ameichukua ile leso. Huenda kika mwanamke ni kaizi bwana, hasa kwa kuwa malaika wana uwezo wa kuteleport, ama ni kupotea na kutokea sehemu nyingine. Basi moja kwa moja akatokea katika nyumba ya bidada, na huku alipoweza kufika tu akaiona ile leso bidada akiwa amelalia nyakati za usiku. Alipotaka kuichukua leso hii, bidada akawa amehisi kana kwamba kuna mtu hapa ndani. Mwamba akabana pumzi asipumue hata kidogo, bidada hata asiweze kumsikia, na mwisho wa siku bidada akazimisha mshumaa na kuendelea kulalia ile leso. Malaika Dani akapanda juu kabisa ya ghorofa, huku akaanza kujilaumu ni kwa nini ameshindwa kuichukua leso kwa wakati huu. Tunaonyeshwa ni siku ya kesho yake. Bidada G anaelekea katika maeneo ya ofisini, lakini huko ofisini anayeongoza kampuni kwa sasa ni anti yake anayefahamika kama Sunja. Kutokea siku wazazi wake walipoweza kufariki, basi huyu ndo alikuwa akiongoza kampuni. Upande wa Malaika Dani hali ni tete. Kutokea jana usiku bado anatapatapa tu kukitafuta kile kitambaa chake mpaka ndani ya gari ambayo bidada anaitumia. Bidada akawa ameshtukia kwamba hapa ndani pana mtu, akawa amevaa headphone, na dakika chache mbele wakawa wamefika katika kampuni. Mjomba wake na anti yake wakawa wameweza kumkaribia na huku akimpokea kwa furaha sana, lakini walipokuwa wamemsogelea jirani na kutaka kumkumbatia, bidada akawa amewasukumiza mbali. Hii kitu ilimkera sana Sunja na akaanza kuonesha rangi yake halisia kwa kuanza kumfokea bidada. Lakini haya malumbano bidada hakutaka yadumu kwa muda mrefu, kwa sababu hapa wamezungukwa na wafanyakazi. Mwisho wa siku akawa wamekutana kwa ndani, na kikao kikawa kinalenga kwamba yale mashindano ya Barrett yatakwenda kufanyika siku ya leo, na Malaika Dani yuko bega kwa bega na bidada, kila sehemu anakoelekea na yeye yupo. Mwisho wa siku akatimba mpaka katika ukumbi fulani hivi, na huko kwa kuna mashindano ya Barrett yanaendelea. Mwamba akavutiwa nayo sana, akawa bize kuyatazama na akamwacha kabisa bidada. Na kumbe huku bidada G alikuwa ameelekea katika chumba cha peke yake, akajifungia mlango, kisha akachukua kile kitambaa cha yule malaika na kukikunja kunja. Baada ya hapo akaanza kufanya mazoezi ya kucheza licha ya kwamba ni kipofu. Na baada ya mashindano yale, bidada Jiang alipaswa kuhutubia watu wote walioweza kufika katika eneo hili. Anko akazidi kumtafuta, lakini hawakuweza kufanikiwa kumwona katika maeneo haya. Yuko wapi huyu? Lakini dakika za mwishoni sana, watu wakiwa wanaelekea kuhitimisha kile kikao na kusema kwamba tumeilisha, ghafla tu mlango ukaweza kufunguka. Alikuwa ni mjomba mtu amemshika bidada Jiang, na Jiang ghafla akaanza kuhutubia. Bidada akawa anasema kuwa kutoka nilipoweza kupata ukipofu nimebakia peke yangu, yani nimebakia mimi pamoja na kivuli changu. Lakini hapa kunaonekana kuna mtu mmoja akiwa amevalia miwani meusi kando kidogo katika eneo hili la ukumbi. Baada ya kukamilika kwa ile speech ya bidada, moja kwa moja Sunja akawa amemfuata na kumwambia kuwa ulikuwa na maana gani kusema kwamba umebakia peke yako wewe na kivuli chako? Ina maana sisi hatupo? Lakini kweli ni kwamba siku ambayo bidada Jian alipata ukipofu, huyu Sunja aliendaga kumkumbatia katika maeneo ya hospitali, ila alikuwa akitabasamu kana kwamba tukio hili ni kama alikuwa amelizamilia aliweze kumpata bidada. Lakini bidada Jian wala kutaka maneno hayo mengi, akawa anaondoka katika lile eneo bana. Hakutaka kabisa hata kumkumbusha anti yake kwamba alikuwa anatabasamu siku hiyo. Bidada alikuwa amehisi tu kana kwamba kulikuwa kuna mtu kando yake ametabasamu. Lakini mara tunamuona Malaika Dani akiwa ameshika kile kitambaa chake. Kumbe bidada wakati ule anaendelea kucheza, Malaika Dani alienda kukichukua kile kileso ambacho kilikuwa kimewekwa kando kidogo na bidada. Nyakati hizo za usiku, bidada Jian akiwa analejea nyumbani, anko wake alikuwa akiendesha gari yake taratibu kumpeleka bidada, lakini ghafla ni kama alihisi kwa breki ilikuwa ifanye kazi wakati huo. Ile mihangaiko ya mjomba mtu ikazidi kulihangaisha gari, na mwisho wa siku gari ikapoteza mwelekeo na ghafla tu ikaweza kucrash chini, na ni katika sekunde za kuhesabu tu, kwani gari ilikuwa imegama kidogo katika kando ya daraja. Maana yake kwa lugha nyepesi, ndani ya muda mfupi gari inaweza ikazamia kwenye maji. Na bidada Jian aliyekuwa na ufahamu kiasi chake akazidi kujipachua kutokea katika ule mkanda uliokuwa umeweza kumfunga, lakini akazidi kusema, mjomba nisaidie.
nisaidie. Kumbe mjomba mtu alikuwa yuko kimya, kwa lugha nyepesi alikuwa amekata moto. Hasa huku upande wa pili, baada ya Malaika Dani kukamilisha kazi yake moja kwa moja, sasa anataka kurejea katika mbingu, kwa maana ya kwamba kazi zake hapa ulimwenguni zimeisha. Akataka kupiga vidole vyake ili aweze kupotea ulimwenguni, lakini akasikia sauti kama ya mtu anayemfahamu akisema kuwa nisaidie, nisaidie. Amwamba amebakiwa na kama dakika 3 tu anatakiwa kurejea mbinguni. Akipitiliza dakika hizo ni hatari na nusu. Akasogea kando kidogo ya hiyo gari ambayo ilikuwa imepata ajali, na gari hii soon as possible itakwenda kuangukia katika mto, na mara ghafla tu bidada atapoteza maisha yake. Kwa hiyo akakaa hapo kando kusubiria roho ya bidada ili aiongoze mahali pema. Bidada akazidi kulaumu sana, akilaumu kutoka siku aliyozaliwa, akalaumu siku ambayo wazazi wake waliweza kumwacha, akalaumu kila majanga anayoyapitia katika maisha yake. Maneno haya magumu yalikuwa kimuumiza sana huyu Malaika, na miongoni mwa makosa makubwa ambayo Malaika hapaswi kuyafanya ni kuzuia kifo cha mtu ambaye anatakiwa kufa kwa wakati huu. Na ghafla tu ile gari ikaanza kudidimia na ikawa inaangukia katika maeneo ya mto. Bidada akawa anatupa maneno mabaya kwa huyu mwamba aliyesimama kando yake, akisema kuwa wewe ni mtu mwenye roho mbaya sana. Lakini jamaa aliyaziba masikio yake asiweze kusikia haya maneno ya lawama, amsubirie bidada aweze kufa kisha iongoze roho yake mahali pema. Kengele ya kanisa ikawa inasikika, na hii kengele inaposikika ndio Malaika huyu anapaswa kuondoka katika ulimwengu. Swali ni moja tu tunaloondoka nalo ni kwamba je, Malaika Dani ataweza kuondoka katika ulimwengu na kumwacha bidada aweze kufa? Na kama asipoondoka, madhara yake ni yapi ambayo atakuja kumkuta? Ili kupata mwendelezo wa tamthilia yetu, hakikisha tu kwamba katika ukurasa wa kusubscribe hapo kuna channel mbili zimeweza kuungana, kisha unagusa subscribe kwenye channel ya kwanza na subscribe kwenye channel ya pili ili uweze kupata kazi hizi kwa umakini zaidi. Lakini pia kwa yeyote yule mwenye tangazo lake la kibiashara anaweza kutucheki kupitia nambari za simu kama unavyoweza kuziona chini ya screen yako 0622113984. Episode ya pili hii hapa.